Bwana, karibu tena. Hii inaitwa Kidrama Bongo Lekepu. Cha kufanya subscribe, like, alafu tuma message unatokea wapi. Let's go. Bwana, ngoma yetu inaanza hapa katikati ya studio moja ya nyumbani. Tunakutana na binti moja mnene kinoma. Huyu binti anaenda kwa jina Sioni. Sioni ni mwimbaji sana, lakini unene wake huo unamwaibisha. Basi akamaliza kipindi chake na akapumzika zake hapo. Muda huu anakuja kunyenyuka kwamba namna gani kama amechelewa hivi, lakini kumbe zilikuwa ni ndoto tu. Sapa kana ota kama huko nje kuna vitu vinachomwa kweli bwana. Huko nje kuna familia yake, kuna mama yake na baba yake. Basi akaja kuonja hapo. Babake akamwambia, lakini acha kula sana bwana ila usijali, pamoja na unene wako wewe bado ni binti mzuri. Basi anaingia zake huko, anatazama picha na muona dadake yeye mwembamba, alafu yeye ni mnene. Yaani familia yake yote wembamba. Sasa muda huu tunakutana na huyu binti maarufu kinoma. Huyu binti bwana anaenda kwa jina la Shea. Shea bwana ni dadake na Sioni. Yeye ni mwembamba, alafu mtu maarufu kinoma. Anapendwa vibaya mno. Sasa huyu jamaa hapa anaitwa Songe. Songe ni mwimbaji mkubwa sana na anatafuta binti ambaye atakuja kufanya naye kolabo. Kwa hiyo kuna binti ambaye yeye anampenda sana Songe, anatamani kweli kuja kufanya naye kazi. Kwa hiyo anafanya speed up ya kufanya mazoezi. Na leo hii basi amekutana na meneja yake. Sasa meneja yake akamwambia, sasa tunataka tuje tukufanyie interview nyumbani kwenu kama utojali. Kwa hiyo waandishi wa habari watakuja huko. Akasema lakini sawa, haina shida. Sasa wakati yuko hapa barabarani akana mchatisha dada yake ambaye anaitwa Sioni. Akana mwambia, Sioni, mimi nakuja hapo na waandishi wa habari, kwa hiyo hakikisha unatoa picha za familia. Kweli bwana, Sioni akaanza kutoa picha za familia. Muda sio mrefu basi waandishi wakafika. Kuna mwandishi akauliza, vipi kuhusu ndugu yako? Huna ndugu yoyote yule dada au mdogo? Akasema nina dadangu lakini yuko Marekani anasoma. Akaweza kudanganya. Huku chumbani ambako amejificha Sioni, basi unaambiwa kana bano hapa na haja. Jamani nitalisha hapa. Ngoja kwanza. Jamani. Yaani nilifanya juu chini, lakini unaambiwa kuwa bado anataka kwenda uwani. Na uwani inabidi apite pale Sebleni. Kaambia sikia, wewe nenda huko. Mwisho siku akakimbia. Kuna waandishi akamwona pale, akasema namna gani tena? Sasa unaambiwa kuwa akaja huku kumuuliza, ina maana mdogo wangu, wewe una dada anasoma Marekani? Akasema ndio, nina dada anasoma Marekani. Kiukweli tu, yani mimi nachukia umbo lako hilo. Wasija akasema kuwa mimi nina dada ambaye ni mnene kupitiliza. Kwa alichukia kinoma. Naambiwa waliangaliana kinoma noma, walikunjana vibaya sio kupigana huko. Yani wamekuwa ni adui. Sasa huko shuleni ndiko ambako anasoma Sioni. Sioni anavaa headphone ili tu asisikie vijembe vya wanafunzi wenzake wakimteta. Kwa hiyo anapita zake pembeni kabisa. Lakini kuna huyu jamaa hapa anaenda kwa jina la John. John anampendaga sana bidada. Sasa leo hii akamuita, anataka kumwambia ukweli kama anampenda. Mwisho wa siku akasema siwezi kumpenda chibonge kama wewe. Sasa kana nakumbuka kuwa mara kadhaa ameweza kumwandikiaga barua John, kwa sababu John ametokeaga kumpenda bidada. Lakini kuna huyu mtoto wa kike mwingine huyu yani huyu ndo ana ugomvi naye huyu vibaya mno. Kwa mwisho siku akamwambia chibonge, hivi unafikiri mimi nakupenda wewe? Yani sikupendi hata kidogo. Yani kwanza wewe mnene. Kwa hiyo akakumbuka yani matukio ya nyuma, alilia balaa. Anajiliza vibaya mno. Anazalulika shule kisa tu ni mnene. Basi wanafunzi zake anamcheka. Upande wa pili tunakutana na Songi akiwa pamoja na bidada ambaye nataka kwa jina la Shea. Basi akasema tafadhali, hebu naombeni mnitafutie binti ambaye tutaweza kushirikiana naye kuimba. Muda huo amekuja bidada kumitaga Shea. Shea akatamani kumwambia anampenda. Mwana kwani anamuelewa? Akasema wewe siwezi kushirikiana na wewe bwana. Kwanza una sauti mbaya, hujui kuimba. Sasa mimi nitashirikianaje na wewe? Mwana akajichenga. Sasa unaambiwa kwamba Shea aliweza kulia kinoma noma. Analia vibaya mno mpaka meneja yake anashangaa. Huyu Sioni unaambiwa kuwa yeye anachezaga na mbwa. Sasa leo mbwa ameweza kupotea. Kwa bahati mbaya akaanza kumtafuta huko. Mbwa akakimbia kupita hapa, akakutana na bibi mmoja hivi amedondoka. Wote wakawa wanampita, yeye akambeba, basi akampeleka mpaka nyumbani kwake ambako ndio huko. Bibi akasema, sasa sikiliza, mimi bwana nataka nikupe kitu. Niambie kitu chochote unachotaka, mimi nitakufanyia. Mimi ni bibi mchawi. Kwa hiyo akakutana nao bibi, kumbe bibi mchawi. Akasema mimi nataka niwe mwembamba kama mdogo wangu Shea. Yani nikiwa tu mwembamba basi nitafurahi kweli kweli. Bibi akamwambia usijali, mimi nitakusaidia. Wewe bibi utanisaidiaje? Akasema sikia, chukua hii hapa kidani hicho kidani hicho utakivaa, afu kitakufanyia miujiza. Kwa hiyo wewe ondoka zako. Sawa. Basi akasema sawa. Akanarudi na mbwa, lakini akanajisikia vibaya, akazimia pale akadondoka. Huku nako Shea anafanya mazoezi, akaanza kujisikia ovyo, akazimia pale akapeleka hospitalini.
Sasa asubuhi wanavyoamka kila mmoja anakuja kujikuta hapo kwenye mwili wa mwenzake. Sasa huyu dokta akasema we share. Akasema hapana, mimi sio share. Jamani, mimi nimekuja tena na sura hii. Oya, share anajikuta kwenye umbo la mdogo wake, yani ni mnene kinoma. Sasa unaambiwa kuwa Aisha akaanza kujibamiza, labda kichwa chake kiko sawa. Unaambiwa kuwa kila kiamka anajikuta ni yeye. Oya, alicheka kinoma. Akamwangalia mwenzie akasema, Sioni umenifanyia nini? Sioni akakumbuka ule mkufu. Basi kabidi waende hapa kwa huyu bibi mchawi. Kufika kwa bibi mchawi ameandika kuwa niko likizo ndani ya mwezi mmoja sitokuwepo, na maana siku 30. Basi unaambiwa kuwa Shea aliweza kulalamika. Basi kabidi tu akae na mdogo wake hapa. Sasa akasema, wewe umenifanyia nini sasa? Kwa nini umenifanyia hivi? Akasema, naomba nisamee. Mimi nimwambia tu bahati mbaya. Sasa bahati mbaya kitu gani? Wewe mpumbavu kweli wewe. Angalia mimi nimekuwa mnene na nitakiwa niende kwenye mashindano hivi karibuni. Sasa unataka mimi nipoteze kazi yangu eti? Akasema basi mimi nitakusaidia. Kwa hiyo akawa anaangalia, akasema sasa sikia ngwani kufundisha kucheza bwana. Akawa anamfundisha pale step zote. Akasema zunguka vizuri bwana. Unazungukaje hivyo bwana? Oya, noma sana hii. Unaambiwa kwa siku zikazi zinaenda, basi akana cheza pale anajifunza na anamfundisha mdogo wake. Akamwambia sasa sikia, nitakiwende kwenye mashindano. Yaani ukiweza kushinda basi utanifanya mimi nifurahi kwenye mwili wako, sawa? Basi unaambiwa kwa akamwambia nenda bwana. Sasa wanavyorudi nyumbani wazazi wanashangaa. Kwa mara ya kwanza wanaona ndugu wanapendana, wanakuja pamoja. Kwa hiyo akaja huko kumchagulia uniform. Akamwambia sikizi ndio uniform zangu za shule. Kwa hiyo ndio, pokea simu. Ni meneja wake. Oya, ni meneja anakupigia ujue. Asa meneja, ndio niko njiani nakuja sasa hivi. Dakika 2 tu nimefika hapo. Sasa sikia, usinde kuniaibisha. Au ni mashindano mazuri na uhakikishe unashinda. Haya bwana, amepokelewa vizuri hapa na meneja wake. Basi wakaanza kumlemba. Hapa kana jisemea kimoyo moyo, jamani, kumbe ndio la kuwa mwembamba unene shida, unene tabu. Shida watapata wao. Haya bwana, huku nako shuleni tunakutana na Chibonge. Oya, sasa huyu ndio Sia mwenyewe, lakini ndani yake kuna mwili wa Shea. Amefika hapa amekutana na wanafunzi wanaomzalaugi bidada ambaye ndo dada yake. Akasema nyie mna matatizo gani? Mna shida gani? Sasa upande wa pili huku tunakutana na bidada waandishi kibao. Wanataka kumfanyia mahojiano, wanataka interview. Oya, sasa anapita hapo, anaenda zake kuchagua nguo za kutinga Akaona mbona hizo nguo kama ziko bomba Basi unaambiwa kuwa akawa anachagua nguo pale nini, ashanga nguo yake hamna. Sasa amekutana na rafiki yake mmoja hivi. Ule rafiki yake akamwambia chagua nguo ambazo zitakuwa vizuri. Mbona chagua nguo ambazo hazieleweki? Kumbuka yeye bado ni mshamba. Haya, kwenye mashindano akawa ameanza sasa zamu ya kucheza. Kwenye kucheza bwana akaweza kuperform vizuri vile ambavyo alikuwa anataka. Unaambiwa kuwa watu wote wakafurahi. Sasa anakuja hapa meneja yake akamwambia hivi mbona leo umecheza tofauti kabisa? Nimecheza nje kabisa aki. Una mawazo gani leo eti Share? Wanamuita Share. Kumbe bwana huyu ni Sioni. Sasa akasema next time ufanye vizuri. Sasa anataka kubadilisha mkufu jamani, ajirudi kwenye mwili wake tu, maana amekuwa ni mateso. Tafadhali naomba nijirudi. Huku upande wa pili kwa Sioni fake. Oya, anakula vibaya. Mnakasema jamani, ngoja nitumie muda kula, maana nilikuwa naogopaga kula kwenye mwili wangu. Sasa amempigia video kwa anakuta anakula. Wewe mbona unakula sana bwana? Nataka niongezeke unene. Akasema mpumbavu nini wewe, unakula na mimi sitaki mwili wangu utumie kula huo. Bwana acha kwanza ni enjoy mimi. Huo mwili usije ukasubutu kula. Ukisubutu tu nitakuonesha. Akamwambia sawa, niambie mashindano yameendaje huko? Mashindano nimefeli kidogo. Wewe mpumbavu umefeli? Oya, aliweza kumfokea kinoma noma. Akasema nitajitahidi awamu hii kwenda kuimba. Haya bwana, sasa ilikuwa ni zamu ya kuimba. Hapo tunakutana na washikaji ambao wametokea kumwelewa bidada, lakini sasa muda wa kuimba unaambiwa huyu dada ana kipaji cha kuimba tangia kiwa kwenye mwili wake na sauti yake ni nzuri kinoma noma. Unaambiwa kana imba hapa. Yaani watu wote wakabaki washangaa. Oya, huyu vipi? Oya, mpaka mshikaji huyu Songi akabaki kushangaa. Bidada akaweza kuperform vizuri. Akasema jamani, huyu ndo ameshinda bwana, ndo mshindi wetu. Sasa unaambiwa kuwa akawa ametoka hapo jukwani. Kila mmoja anatamani kuwa naye. Mwisho wa siku anataka kudondoka, mshikaji Songi akamdaka pale. Afu akamwambia saa tutawasiliana baadaye. Yeye akawa anapanda kwenda kumalizia kutumbuiza. Oya, akaimba bonge la nyimbo unaambiwa mpaka dada akadata naye. Yaani alihisi kama vile ametokea kumpenda hivi Haya bwana. Sasa unaambiwa meneja akamwambia naona kila kitu kiko sawa Sasa mdao meneja yake hakika akawa amepita. Akasema tutaonana baadaye basi. Sasa akawa ameingia huku nyumbani. Amefika tu akaanza kukorofishana na dada yake. Dada yake akamwambia wewe mpumbavu wewe. Kwa nini unakanyaga hivyo? Sasa akamwagia maji hapo. Mama akasema hivi wewe kwa nini unakuwa mkorofi? Shida yako ndio ulivyo. Unajifanya kama wewe ndio uko vizuri.
mwenzio ni mnene. Akasema mama achana naye, hebu wewe twende tukazungumze chumbani. Kweli wanakuja chumbani kwenda kuzungumza. Akamwambia wewe mpumbavu, umeanza kuutumia mwili wangu vibaya. Hapana bwana, mbona mimi nimeutumia vizuri? Sasa kama unatumia vizuri, mbona mimi nakuuliza vizuri afu unakuja kunimwagia, unakuja kuniletea wengi? Nitakutandika ise. No my. Akasema lakini nimeweza kuimba vizuri, lakini kwenye kucheza nimecheza vibaya, kwa hiyo naomba nisamee. Sasa mdogo akaanza kusoma message zake. Ashangaa hizo message zote vipi? Kuna chat nao? Ndio. Sasa kaanza kumfundisha. Ikabidi tu amfundishe, lakini hapa sioni original. Akasema sasa inabidi twende kwa mganga bwana, tukampe ule mkufu bwana. Mimi nataka nirudi kwenye mwili wangu, maana huku nashindwa kabisa kula. Mdogo sasa unaambiwa kuna message hapo ambayo imetokea kwa Songe. Akasema Songi usio kumkubalia yule, mimi simpendi. Akasema sawa, sitomkubalia. Basi sitomkubalia. Usimkubalie kabisa. Sasa leo huko shuleni unaambiwa kuwa Chibonge akana tabasamu tu hapo nini, anajisomea kama kawaida, anasoma dali ya mdogo wake. Sasa akawa anasoma pale jinsi ambavyo alikuwa anateswa, kuimba alikuwa anajua, lakini mwisho siku alikuwa anazalaulika kwa ajili ya unene wake. Kwa hiyo akawa anacheka tu pale, anasema aise, huyu mdogo wangu kumbe ndo maisha alikuwa akiyapitia haya. Basi aliweza kusoma taarifa zake zote, hutokao kaamini mzee baba. Sasa akasema kumbe yule ndo adui yangu, wewe ngoja kwanza. Haya bwana, muda wa mazoezi huku. Basi tunaambiwa kuwa bidada bado anaendelea kupiga matizi. Unaambiwa kwamba anaendelea kucheza zake hapa kama kawaida, na leo hii akakutana na mshikaji ambaye anaenda kwa jina la Songe. Songe akamwambia tafadhali tunaweza tukakutana baadaye. Bidada akasema ndio, tunaweza tukakutana tu, hata usijali, sawa, baadaye mimi utaniona. Umesikia? Lakini iwage ni jioni. Mshikaji akasema basi haina shida, jioni hiyo basi tutakutana kwenye kantini pale ya mazoezini, kwa tutaongea mambo mengi sana. Bidada akasema asante sana, lakini umejifunza wapi kuimba? Mbona awali kuaga hivyo? Akamkumbatia pale. Bidada moyo wake uliweza kwenda mbio aliweza kudata kinoma. Kisha wakawa naondoka zao, tayari wamesha kubaliana kukutana baadaye. Sasa leo hii unaambiwa kwa bidada akana anauliza hapo ni mwalimu wa mazoezi. Akana anamuuliza meneja yake binti. Akasema mbona binti siku hizi simuelewi? Meneja yake akasema hata mimi pia simuelewi. Yaani kucheza hajui ila anajua kuimba. Sasa mdau binti akasema jamani, naweza nikaungana pamoja kula. Hasa meneja akashangaa akasema lakini wewe mbona uhaga uli na sisi? Kwa nini unataka kula na sisi? Basi akampatia pale chakula. Hasa akati ampokea chakula, akakumbuka kuwa mdogo wake huwa hapendi kula kwa sababu ya kujenga mwili wake. Kwa hiyo akaahirisha. Upande wa pili huku shuleni, sasa tukakutana na Chibonge na yule dada ambaye anamzalaugi. Chibonge anakuja kwa nyodo kinoma, anacheka kishenzi. Akasema nyie, hebu jiangalieni. Unajifanya unajilemba, una uzuri gani wa kujilemba wewe? Kwanza akasimama pale mwanamke. Akasema, unanizalau mimi? Ndio nimekuzalau. Kwa hiyo wewe unajikuta kisa mnene. Akacheka pale. Sasa kucheka kadondoka hasa pembeni kuna Joni na kundi lake wakana mcheka. Unaambiwa kuwa sasa akawafuata hapa juu. Akaanza kumtandika huyu dada. Alimtandika kinoma. Akasema wewe umenizuiaga Bidada akasema niachie mkono wewe Chibonge wewe. Mbona kila siku tunakuoneaga, leo umekuaje? Chibonge akasema leo nimekuja vizuri. Joni akasema niambie. Akasema utajiju wewe. Wewe ndio utakayeona wivu trip hii. Sikia, wewe unajifanyaga unanikataa. Ndio hivyo, hebu nipesheni hapo. Sasa watu wote wakashangaa kwa nini Bonge amekuwa amebadilika. Bonge akachika kwa zalao alafu akawaacha. Akasema shida zenu hazinihusu. Huku nako tunakutana mshikaji anaangalia picha za bidada. Anasema kuwa mbona mwanamke siku hizi anaimba sana. Huku nako anamtumia message bidada. Bidada amepokea message, meneja amuuliza enda wapi? Kumbe enda kukutana na mshikaji Songe akamwambia kuwa anaomba wewe wapenzi. Kwa hiyo kuanzia leo anatamani kweli bidada afungue moyo wake huu ambao umeganda, basi aingie ndani. Bidada akaona nyota. Akamwambia, "Hebu ngoja nikafikirie bwana. Unajua, naomba nifikirie tu, yani kama nimekubalia au sijakukubalia." Mwana katabasamu. Ikawa noma sana hapa. Unaambiwa kuwa mdogo kuna mwanamke mmoja akana anachukua video pale. Sasa huyu mwanamke kumbuka ana ugomvi naye na yeye anatamani kweli kupita pale. Huku nako kwa Chibonge tunamuona yupo anakula tu muda wote. Sasa leo akasema ngoja nende basi hata kwa mganga.
Oya, upande wa pili huko studio waliahidiana kukutana huko. Basi mshikaji akasema umefika muda mwafaka. Bidada akasema ni kweli nimefika muda mwafaka. Lakini vipi? Unataka tuimbe nyimbo gani? Mwana akasema njoo tutoke mara moja. Basi wakawa wametoka hapo wanakula bata kama kawaida. Sasa baada ya kumaliza anakuja kuongea na dada yake. Akasema nimeenda kwa mganga, nimeshangaa mganga bado hayupo. Zimebakia kumbuka siku 3 tu. Wewe urudi kwenye mwili wako na mimi nirudi kwenye mwili wangu. Bidada akasema ni kweli. Lakini bidada akawa tamani kurudi kwenye mwili tena wa Bonge. Anamkumbuka pale Songe. Na yeye huko Chibonge anamkumbuka John. Sasa akasema kumbe kuna kamtu kana kutongozaga shuleni na usemi. Afu kamtu kenyewe ni kabaya vibaya mno. Sijui unakapendaga nini? Hebu achana nako bwana. Na yeye akasema na wewe kuna mtu amenitongoza. Nani amekutongoza wewe? Niambie. Sema sasa. Ni yule Songe. Songe aliniambia kama ananipenda. Alisema kuwa ananipenda. Unasema Songe? Achana naye. Basi unaambiwa kwa hizo siku 3 zilizobaki Sioni anatumia kwenda kuongea na Songe. Sasa mdau tena naye anasoma zake notebook ya mdogo wake. Akana kumbuka jinsi ambavyo alizaraulika kwenye interview moja hivi ya uimbaji. Kwa hiyo bidada ni kwamba alikuwa anatendwa. Sasa siku hii alizalilishwa vibaya mno. Akasema unajua kuimba ila shidako ni unene tu. Kwa hiyo akashindwa kupita. Basi unaambiwa kuwa Shea alilia kinoma. Sasa akakuta dada wanacheza hapa. Kumbuka yeye ni mtu maarufu na anajua kucheza. Akacheka kwa dharau. Akasema ndio ucheza gani? Wewe sikia. Wewe unamcheka nani? Kwa unacheka hivi? Akacheka tena. Wewe mpumbavu wewe. Hebu tuoneshe unavyocheza. Basi unaambiwa kuwa kana anacheza pale. Alicheza style ambazo hadi wao walishindwa kuelewa. Kila mmoja anajiuliza, hivi huyu ndo Sioni? Mpaka John udende ulimtoka ise. Alikodolea macho full tocha ise. Unaambiwa mwisho siku akamalizia na boost nini? Dada ni anacheza vibaya. Na sasa Shea anarudi huko fake na mkuta Sioni fake amekula chakula vibaya. Akasema unashangaa tu. Nimekula chakula hicho, yani hicho ni nusu tu nilichokula leo. Unaambiwa kwamba alichukia kinoma. Unataka mwili wangu ongezeke mpumbavu wewe? Ndio, acha kabisa. Lazima ongezeke mpumbavu wewe. Basi kila mmoja akaanza kupiga mwili wake. Wanagundua kuwa kila mmoja anapiga mwili ambao sio wa kwake. Mwingine mpaka damu zinatoka puani. Na akasema kwa zimebaki tu siku 3 hivi tu. Mwili kila mmoja urudi wa kwake. Haya bwana. Sasa siku hizi wakawa na spend Songi pamoja na Shea wa uongo. Kwa hiyo Shea wa uongo akaendelea kumwambia kuwa anampenda. Mwana akasema basi hebu ngoja nigonge key moja hivi ambayo tutarekodi yote. Kwa sababu una sauti nzuri. Nimetokea kukuelewa tu. Sasa mwanamke akamwambia sawa. Hata mimi pia nimetokea kuelewa. Sasa huko kwa Chibonge unaambiwa kuwa akameingia mtandaoni kwenye redio yake. Sasa ameingia kwenye redio yake akanaona mabinti jinsi ambavyo walivyo wazuri, walembo. Anakutana na comment za mabinti. Kuna binti mwingine akasema tunataka tuone sura yako kila siku tu. Alichukia kinoma. Muone sura yangu nini washenzi nyie? Akazimazima pale lakini wapi na wapi. Watu walishusha comment kibao. Ndipo ambapo anaamua kumpigia simu mdogo wake kuwa waonane. Sasa huku nako Sioni anajua kabisa kuwa kesho ndio siku ambayo kila mmoja ataingia kwenye mwili wake. Kwa hiyo akana lalamika pale. Akasema jamani sasa inakuaje? Asubuhi panapopambazuka kila mmoja yupo kwenye mwili wake ule ule. Hakuna aliyerudi kwenye mwili wa mwenzake. Sasa akana anasoma pale message. Akasema hizo message zote ni za kwangu? Akasema ndio. Basi mazoezi akana endelea kama kawaida na hapa akana muomba Mungu arudi kwenye hali yake kwa sababu yeye alimeanza kumchosha kwa sasa. Haya bwana, wanakula pamoja lakini wakana shangaa mbona kama Shea na yeye anakula sana. Sasa ikabidi aanze kujimaintain hapo. Leo hii mshikaji akawa anatangaza kuwa leo nina kitu cha muhimu nataka nikitangaze hapa. Kweli akatangaza kama kuna binti anampenda na anatakiwa watoe naye nyimbo. Binti mwenyewe alikuwa si mwingine, alikuwa ni Shea wa uongo yule ambaye jina lake kabisa ni Sioni. Sasa huku mtandaoni unaambiwa kuwa wakaanza kutangaza kwenye peji ya mshikaji ambaye anaitwa Songi. Sasa uvumi ukasambaa kweli kweli kwamba Songi anatoka na bidada kumuitaga Shea. Anakumbuka walivyokuwa wamekumbatiana, kumbe ni hatari sana. Waliweza kupigwa picha. Sasa mshikaji akasema, kuna mtu alitupiga picha. Bidada akasema nani huyo sali tupiga picha? Mbona mimi sielewi? Basi wakashirikiana kuimba nyimbo pamoja. Naambiwa kuwa nyimbo ilinoga kishenzi. Ilikuwa bonge la collab Unaambiwa mshikaji akasema, na enjoy vibaya mno. Yaani nyimbo yenyewe ilikuwa inahusiana mapenzi. Sasa mzigo unatutupa huko shuleni tunakutana na huyo bidada kumuitaga Sioni wa uongo. Akasema dada, yani tumekupenda unajua sana kucheza. Akasema sasa njoo niwafundishe. Basi akaanza kualimisha tizi hapa. Unaambiwa kuwa kwa sasa tayari
amekuwa ni mtu maarufu. Haya bwana, imebaki siku moja tu ambayo ndio kesho anarudi kwenye mwili wake. Aliweza kufurahi kinoma noma. Siku inapofika wanaenda kwa mganga, wanakuta mganga hayupo. Ndipo wanapokuja kugundua kuwa hii ni hatari. Sasa binti wakati yuko hapa akawa ameweza kupoteza nini? Ule mkufu. Sasa naomba hapa, Mungu wangu, naomba tu mkufu uonekane. Maana mkufu usipoonekana siwezi kurudi kwenye mwili wangu. Huku shuleni mshikaji leo anakuja kumwambia anampenda, anampatia pesa. Anamwambia sasa chukua hii pesa nimekununulia. Bidada anakimbia na achana naye. Wakati anapita hapa akahisi kama kununua vitu hapa. Sasa unaambiwa kuwa imebakia siku moja, sasa inabidi ale chips kwa sana kwa sababu kirudi kwenye mwili wake hata kula tena. Basi unaambiwa kuwa alikula chapati, alikula chipsi, vitu kibao. Huku studio kwa mshikaji akampigia simu binti ili waweze kuonana kama watu wajali. Maana anahitaji kumwambia vitu vya muhimu sana ambavyo vinahusiana na maisha yao. Leo mshikaji bwana kwenye exclusive interview ya waandishi wa habari basi akawa anatangaza jambo moja ambalo linahusiana na yeye kutoka na binti. Akawa anasema, "Hao walionipiga ni waongo." Waandishi akasema, "Hamna bwana. Hiyo sio AI bwana." Jamaa akasema itakuwa ni AI bwana. Sasa ikabidi atolewe hapa, maana alianza kutukana waandishi. Huku nako anakuja kumpokea, "Hivi umefanya upumbavu gani wewe? Kwa hiyo unatoka na Song'Yi? Kwa nini unifanyia hivyo?" Eti, "Yaani haki ya Mungu mimi nikirudi kwenye mwili wangu utanijuta." "Hata kama nitakujuta, mimi nimeamua kufanya hivyo. Song'Yi nampenda." "Sasa kama nampenda usingempendea kwenye mwili wako huu wa kinene mnene. Hebu rudisha mwili wangu bwana." Wakaanza kugombana pale. Ugomvi ukatokea mpaka mshikaji akaja kuamlia. Akasema, "Je, mna matatizo gani?" Akamsukuma Chibonge ambaye ndo Song'Yi sasa, ambaye ndo akamsukuma Shea akamwacha Sioni. Sioni akasema, "Mimi sijui ni baby, mimi simuelewi huyu, yani simjui ni nani." Sasa Song'Yi kumbe ajui kama huyu ni ndugu yake na huyu, kwa sababu alishai kudanganywaga kuwa dada yake yuko Marekani kusoma. Bwana akasema, "Lakini kwa nini wewe anakufuatilia bwana? Hebu achana naye bwana, unakuwa na marafiki wanene." Sasa leo hii unaambiwa kuwa Sioni akawa amebeba mkufu, akatamani kweli kurudi. Sasa wakawa amerudi huko kwa mganga, akamkuta mtoto wa mganga. Akamwambia, "Wewe mtoto wa mganga, namuulizia mganga yuko wapi bwana?" Akasema, "Mamangu mimi alisha ondokaga, kwa hiyo hayuko hapa. Sasa mimi nataka nirudi kwenye mwili wangu." "Inakuaje?" Akasema, "Mpaka urudi kwenye mwili wako, labda muelewane wewe na ndugu yako, mkiwa marafiki mnaweza mkarudi." Kweli bwana. Akaja kumwambia hapa dadake akamwambia, "Inatakiwa turudi bwana, lakini inatakiwa tuwe marafiki." "Marafiki tu?" "Ndio, tukiwa marafiki tunaweza tukarudi." Sasa mkufu ule wamepoteza, wakaanza kutafuta ule mkufu. Bahati nzuri akakuta nimeukuta hapa. Haya bwana, siku zikawa zinaenda. Sasa unaambiwa kuwa hapa kuna waandishi wanataka kupiga picha. Sasa unaambiwa kuwa huyu Shea ikabidi ambebe Sioni wa uongo. Wakaenda kwenye reli, wakanacheza kama zamani walivyokuwa wanacheza wakati watoto. Akasema, "Umeona bwana, mimi nakumbuka utadondoka sasa." Kwani ukumbuki miaka 20 iliyopita tulikuwa tunachezaga pamoja. Baada hapo naambiwa kuwa kwa mara ya mwisho bidada anakuja kumwaga mshikaji na anamwambia kuwa ampendi, afanye tu kama walikuwa hawapendani. Kwa hiyo bidada anajua kesho anaweza akarudi kwenye hali yake. Mshikaji hapa akasema, "Hapana, mimi nakupenda." Sasa leo usiku ndo wanakuja hapa, kila mmoja anauaga mwili wake. Sasa wamelala, wanajua kila mmoja ataingia kwenye mwili wake, lakini kila mmoja anakurupuka. Wanashangaa kila mmoja yupo kwenye mwili wake ule ule, hawajarudi wala nini. Basi unaambiwa siku zikawa zinaenda na bidada maisha yake yanaendelea kama kawaida. Leo bidada anapokea simu kutoka kwa John. Sasa John ndo nani huyo? Sasa huku gari linakuja. Sasa bidada alimuona Sioni, alimuona Shea, wakagongwa pamoja, wakapelekwa hospitalini. Unaambiwa wakanalia. Sasa bidada anashangaa, anaamka. Anashangaa kumuona yule mchawi yule bibi. Bibi akasema, "Tayari wote mmesharudi kwenye miili yenu na ongeleni. Sasa naomba mpendane. Msipopendana tena basi kila mmoja atarudi kwenye mwili wa mwenzake." Sasa leo hii ikabidi hapa Shea wa kweli aje kumwambia kuwa sio yeye ambaye alikuwa akimpenda. Kwanza aachane naye kabisa, kisha naondoka. Akasema mtafute wa kweli. Huku nako Sioni wa original anakutana na John. John akamwambia, "Mimi nimetokea kukupenda eti. Yeye nakuelewa." Kumbuka alikuwa anamdharauga Chibonge. Basi Sioni akasema, "Hapana bwana, mimi ninaye mtu ninayempenda. Kwa hiyo naomba achana na mimi kabisa." Akanaondoka huko anacheka ise. Sasa leo hii akanafanya mazoezi kwamba ipo siku tu atakuja kupitishwa. Huku kwa mshikaji Song'Yi akawa anatafuta watu ambao wataimba naye. Kwa hiyo bidada akamletea kabarua kwamba kuna mtu anatafuta waimbaji. Kweli kafika zamu yake hapa, kaperform. Alivyoimba tu basi mshikaji Song'Yi
akajua kuwa ndio yule bidada ambaye alikuwa akishirikiana naye se. Kwa hiyo moja kwa moja akampitisha pale. Oya, sasa unaambiwa kuwa mshikaji akatokea kumpenda kiukweli kweli hapa pamoja na uneni wake. Oya, sasa wakawa wanashirikiana pamoja na wanaimba, kwa kutokana na mwili wake akapendwa hivyo se. Oya, huu ndio unakuwa mwisho wa picha yetu hii hapa. Kumbuka kusubscribe, kulike na kucomment. Tuma message unatazama kutokea pande zipi. Tukutane kwenye comment hapo. Nikutakie tu siku njema na yenye baraka. Mimi ni DJ Panado. Nikwambie tu bye.